Nini ambacho hakivumiliki? Hakivumiliki, kwa mfano kama labda kuna vipigo, kuna nini, kuna matusi, kuna unyanyasaji, kuna harassment, zote zile ambazo zinatishia uhai wako. Hayo sio yanayofundishwa, hayo sio uvumilivu. Hayo inabidi uchukue hatua za kisheria, zipo. Hayo ni makosa ya kijinai. Unaweza kwenda hata mahakamani ukashtaki, kwenda polisi ukashtaki kwamba mtu ananipiga hivi na hivi. Lakini dhana ya uvumilivu manake mtu muoana mkiwa wazima, mwenzako leo ameugua. Kwa hiyo tusikufundishe uvumilivu, mwache mwenzako amelala kitandani, amepooza, ameparalyze, wewe uende uondoke kwenye ndoa. Hapo utasema uvumilivu ni mbaya. Haya, mmepata watoto, mpata mtoto labda mlemavu kwa mfano. Wewe mama yuko pale anahangaika na watoto. Kwa nini msiwe na uvumilivu kulea yule mtoto? Haya, mlikuwa watu wenye uchumi wa juu. Sasa mmefilisika, hali imekuwa ngumu. Wewe mama uweze kuvumilia baba? Tusikufundishe hayo kwa sababu unaogopa uvumilivu. Hapana. Uvumilivu kwenye ndoa ni ni moja ya funguo muhimu sana ambazo zitakusaidia sana kuelewa. Kabla hujaingia, elewa kwamba lazima haya mambo uyaelewe. Kwa hiyo elewa kwamba shetani ameweka mawakala hapa duniani, ameweka mawakala wengi wa kushambulia ndoa. Kila wakati utashambuliwa, utaonekana huna maana. Umeoa ili iweje? Wewe unachelewa, wewe ni kama hamna kitu, mpo tu unajifanya mnacheka mbele za watu. Yani kila maneno machafu, mabaya, dharau zitaletwa, na kama una roho ndogo mpaka utaanza kusema la au niondoke ndoa. Lakini nataka nikwambie, ndoa ni baraka. Ndoa ina baraka za Bwana, na katika ndoa ndipo Mungu anapoanzisha familia. Hamna kitu kizuri ambacho Mungu haanzishi familia nje ya ndoa. Mungu anataka watu wawili waje pamoja, jinsia tofauti, wakae pamoja kwa umoja na kwa upendo. Biblia inasema hapo ndipo Mungu alipoamuru nini? Baraka. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba hawa mawakala hufundisha mtazamo mbaya kuhusu ndoa. Hawa mawakala wa kishetani wanafundisha mtazamo mbaya kwa sababu wao wameshindwa. Na nakwambia hivi, na wakati mwingine nilikuwa naongea na wanawake fulani, nikamwambia hapo ofisini kwenu mnakofanya kazi, hao wengine wasio na ndoa watajitahidi kila wakati kujionyesha wahitaji ndoa. Yaani wao kila wakati watakuonyesha wewe kwamba mimi bwana ndoa nini, mimi mwanaume. Lakini hapo hapo unakuta yeye ameacha ndoa yake, lakini anaenda kuchukua mke wa mtu, mume wa mtu. Sasa unajiuliza, hivi huyu kama ndoa yake imemshinda, nini hao waume za watu anapeleka wapi tena? Anakwambia twende huko bwana tukaruke viwanja, lakini anaenda kuruka na waume za watu. Sasa unajiuliza huyu shetani mweusi ametoka wapi? Kwa sababu wewe kama umesema hutaki ndoa, hao wanaume za watu unawapeleka wapi? Si ukatai kabisa, usitembee nao. Kwa hiyo bado unakuwa shetani ni yule yule, anakujaribu kuonyesha wewe ulioko kwenye ndani, kukutoa ili uungane naye ili kesho wacheke. Hapana, kataa hiyo roho. Kataa kabisa hiyo roho, na Mungu atakusaidia upambane, ukae kwenye ndoa yako. Lakini jua kwamba shetani ndiye adui. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 11 pale mpaka mstari wa 13, Mwanzo kwamba shetani ndio mwanzilishi wa migogoro. Mwanzo, tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 11, tusome kidogo pale mstari wa 11. Sasa shetani anakuja kuharibu ndoa ambayo ilikuwa na amani katika bustani ya Eden, ndoa ya kwanza kabisa, Adam na Eva. Ilikuwa na amani kabisa, watu wanapendana, watu wanaishi pale, wanamwabudu Mungu, Mungu anatembea, anakuja anaongea nao. Shetani aliye mharibifu wa ndoa akaja kuharibu ndoa. Sikiliza sasa mstari wa 11, anasema akasema ni nani sasa hapa, baada ya kwamba ule shetani ameshamdanganya Eva ameshakula ile matunda, hali imeshakuwa mbaya, wameshajiona wao uchi, wameshaanza kumkimbia Mungu. Maana shetani anapokuja kwako, anachofanya anakufarakanisha wewe na Mungu. Sasa Mungu akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Adamu akasema, huyo mwanamke. Sasa zinaanza lawama. Huyo mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hilo ulifanya? Mwanamke akasema, nyoka alidanganya nikala. Kwa hiyo unaona, ndoa iliyokuwa na amani tayari sasa imeshaanza migogoro ya kulaumiana. Wewe ndio uliyefanya hiki, wewe ndio uliyenifanya hiki, wewe ndio uliyenifanya hiki. Hizo ni lawama zinatoka kwa Ibilisi. Ameona kabisa ndoa ina amani, mnaendelea vizuri, bustani inalimwa, watu wanaenjoy mazingira ya pale bustanini, akaona hawa siwezi kuacha waendelee, akaja. Sasa hata katika maisha yetu ya kawaida ndio hivyo ilivyo. Wakati mnachanua, mnasikilizana, mna amani, maisha yenu yanaenda, mmevumilia huko mlikotoka, hali ilikuwa ngumu mkavumilia. Leo mmejenga, leo umenua kagari, leo umejenga nyumba za kupanga, maisha yenu ni mazuri.
kazini mambo ni mazuri, mshahara vyeo vimepanda, mko vizuri, unashangaa migogoro ndipo inapokuja. Kwa nini? Kwa sababu hata wakati wa Adam, shetani alipoona ndoa imestawi, akaja kuingiza nini? Malaumu, akaja kuharibu. Kwa hiyo elewa kwamba shetani ndiye adui namba moja, wala adui sio mama mkwe, adui sio shangazi, adui sio mjomba, wala sio majirani. Adui namba moja ambayo lazima ushughulike naye ni adui shetani, ambayo lazima tuombe na tukatae kabisa. Sasa Mungu akubariki sana. Haya mambo matano ambayo nimeyataja, naamini kabisa haya ni mambo ya muhimu ambayo uyafahamu kabla hujaingia. Sasa siku nyingine tutakuja kuzungumza na wale waliopo ndani, lakini kwa leo nitaka tu nikuambie wewe ambaye bado hujaingia ndani. Mimi nipo kwenye ndoa mwaka wa 10 sasa, namshukuru Mungu, lakini wewe ambaye bado hujaja, usije kichwa. Elewa haya mambo ili wengine wanasema soma vitabu, nakubaliana nao. Soma, uwe na uelewa. Usiingie tu kwenye ndoa siku ya pili ya tatu unaanza kushangaa. Kwa sababu leo inawezekana kabisa mkabebishana, mnaita kubebishana sijui nini, mkaitana majina mazuri. Sasa maisha ya uchumba, maisha ya urafiki na maisha ya kwenye ndoa, maisha halisi, maana yale ya urafiki yale huwa ni kama photocopy tu, lakini maisha yenyewe sasa pale ambapo unalala unaamka na mtu kila siku uko naye, unajua na koroma, unajua natafunaje chakula, unajua naamkaje asubuhi, ndio yale ndio maisha halisi. Ukikaa naye miezi 2-3 tu, kama uliingia tu kwa hisia, kwa sababu alikuwa anakuambia baby I love you na nini, unaweza ukaamua ukasema kumbe ndio alivyo. Kwa hiyo lazima pale ujue kuna utofauti. Hizo baby za huku unaweza usizipate.